halafu uondoke. Ukae, siwe masikini mwenye kulialia, mwenye mashaka, mimi mama siyawezi. Uketi, halafu anaambiwa binti, hapo ndipo patamu sasa. Jifungulie. Aya, sikiliza wewe mke wa Kambona mdogo. Jifungulie, sio kwamba mchungaji funguo njoo nifungue. Jifungulie Rebeka. Umefunga, umeacha na kuimba. Tatizo la kwako linajulikana na Mungu na mimi nalielewa. Na tatizo lako nalielewa, alafu ni jembamba na ni dogo. Jifungulie kamba za shingo yako. Sio mchungaji aje kufungue. Jifungulie mwenyewe. Kuna tatizo la kiukoo, kuna tatizo la kifamilia, kuna tatizo ambalo hata wewe hujijui, ila miaka 400 mashetani waliwekwa kule kufuatilia. Waliweka nini? Walitoa sadaka, kafara zinaitwa kafara ya mbuzi, kafara ya damu ya mwanadamu, kafara ya kondoo, wengine kuku. Nisikilize sasa unielewe vizuri, halafu kae vizuri. Na kuna baadhi ya watumishi wa Mungu wamekwambia hivi, kwa kuwa ulifungwa kwa mbuzi na wewe unatakiwa upeleke nini? Mbuzi. Mungu wangu sio wa hivyo. Mungu wangu ni wa lazima. Wamekufunga kwa mbuzi, tunatoka kwa damu ya Yesu. Hatuna uganga kwamba wao walitoa kuku na sisi tukatoe kuku. Ni mkufu. Wakati shetani anashindana na malaika kwenye mwili wa mtumishi wa Mungu Musa, shetani alidai hivi, huyu alipiga mwamba mara 2, lakini malaika akamwambia hivi, Bwana akukemee. Shetani akamwambia hivi, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Mbingu zikasema ndio, lakini huyu ni wa Bwana. Bwana akukemee. Akafanya mamlaka. Mimi sitakuambia ulete kondoo, ulete ng'ombe, ulete mbuzi, kwa sababu alikufungia damu ya mbuzi. Hapana, sisi tunatoka kwa lazima tu. Unanielewa vizuri? Wao wamekufunga kwa kuku, wamekufunga kwa mbuzi, wamekufunga kwa ng'ombe. Hatutasema nenda ukalete ng'ombe, maana ukakamata vibarua uanze kulima ukanunue ng'ombe wa laki 9. Dini utachelewa kutoka. Tunatoka kwa damu ya mwana kondoo. Maana yake ni lazima atake asitake, tunatoka. Haleluya. Amen. Vita hakuna kucheza wala hakuna. Unajua kuna makofi mengine alishasema na Tanzania. Kofi la nani aliumizi? Kofi la Baru wakiwa kwenye kicheko aliumizi. Lakini ukikutana na mwanadamu mwenzio ofisini mkakorogana, utamwambia utanichua kwamba mimi ni mlokole na nguvu ninazo na kupiga na Yesu ninaye, halafu na kushtaki na kwa Mungu umenianza. Amina. Jikungute. Soma tena. Jikungute mavumbi. Jikungute mavumbi. Uondoke. Ukae. Yerusalemu. Jifungulie vifungo, sio kifungo kimoja. Viko vifungo vya umasikini. Kuna kifungo cha utasa. Kuna kifungo cha kutokupendwa. Kuna kifungo kile unakopita watu wanakukataa. Kile unachofanya kinaharibika. Ukigusa biashara inaoza. Ukigusa mimi kinakufa. Ukishika tu vyombo vinavunjika. Wengine wameshafukuzwa kwenye majumba yao kwa sababu ya kuvunja vyombo. Umevunja kwa shangazi, ukaja kwa mama mdogo, nako umevunja. Mikono yako imeshafungwa. Wewe ni wa kuvunja mavyombo. Mwingine ni mzuri wa sura haolewi. Mwingine ni mzuri kabisa hazai. Ukizaa ndio unapata shida kama aliyosema mwanangu pale. Jifungulie vifungo
hivyo, sema sitazama oza tena, kwa jina la Yesu. Imeandikwa hivi. Haleluya, nisikilize. Hata kuwemo tasa wala haibuye mimba katika nyumba ya Mungu, wala halisi. Kuna wanaume wengine halisi. Kataa, nikamate tumbo lako, nasema inuka, mishipa yangu nikonane na wanawake. Wala subiri mpaka shinguru nije nikuguse tumbo. Inuka mwenyewe, jifungulie mwenyewe. Kwa nini? Msalaba alisema imekwisha, kila mtu aende msalabani. Twende pale, endelea. Binti Sayuni uliyefungwa. Wewe uliyefungwa, jifungulie. Maana Bwana asema hivi. Anasemaje? Mliuzwa bure na wazazi walipokwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta madawa, tukauzwa hivyo. Nanyi mtakombolewa bila fedha. Unaona sasa, unawezaje kuambiwa na mtumishi kalete fedha? Ni kuombee, kalete fedha, kalete raki, kalete milioni, kalete mbuzi. Kumbe anatangaza hadharani tutakombolewa bila, ila ni damu ya Yesu pale msalabani. Hiyo ndio inatufanya tupite hata pale walipokuwa wamefunga, tunapita pale. Amina. Matendo ya Mitume 16:20. Sasa ndakuwa ni 24 au 20 hivi. Matendo ya Mitume 16. Mstari shika sema. Wakawachukua kwa makadhi. 24. Naye akiisha kupata amri hii. Tuanzie hapo tu, wakawachukua kwa makadhi. Akawachukua kwa makadhi. Wakawapeleka kwa mahakimu. Wakasema. Wakastaki, wakasema. Watu hawa wanachafua sana hali ya hewa. Tena hawa sio wapagani, sio wacheza mbina, hawa sio wana michezo, hawa ni warokore. Tena wanatangaza eti tuokoke. Kuokoka ndio nini bwana? Sisi hatutaki haya maneno. Sisi ni Warumi kwanza. Makutano wote wakaondoka, wakawakamata. Wakawavua nguo zao. Angalia kakipengele, wakawavua nguo zao. Umevuliwa nguo wewe, ndio maana watembea kwa fedheha. Ukiangalia huko wewe ni waibu, maana hauna nguo. Sijaelewa nitumike lugha gani? Ndio. Wakatoa amri wapige kwa mafimbo. Walipomaliza kuwatandika kwa mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Na akisha kupata amri ile, akawatupa kwenye chumba cha ndani zaidi. Wakafungwa kwenye mbao, Wakati wa usiku wa manane, jamaa wakasema tujifungulie. Wakarudi huko, tujifungue kwenye kamba hizi za mateso. Na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Ndio. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikia. Ndio. Ghafla. Akawa tetemeko kula. Ghafla ikawa tetemeko. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Ndio. Na mara hiyo milango ikafunguka. Ndio. Vifungo vya wote vikaregezwa. Hata wale waliokuwa vifungo vikaregea. Yule mlinzi wa gereza akaamka. Naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga. Nijiue. Akataka kujiua. Maana alijua hasara ya mlinzi kutoroka afe. Akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu. Usijidhuru. Akisema, usijidhuru. Acha kujiua. Kwa maana sisi sote tuko hapa. Akataka taa ziletwe. Ndio. Akamkia ndani. Ndio. Akitetemeka kwa hofu. Ndio. Akawaangukia Paulo na Sila. Akawaangukia. Hayo kipengele kazuri. Akawaangukia miguuni Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, Bwana zangu,
kuishia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale waliokufunga, wale waliokusimamia, utakapoanza kujifungua kamba mwenyewe kama komando anayojifunguaga. Ninataka mchezo fulani nilichezaga nijebu, lakini nikafurahia sana. Imetekwa, ikafungwa kamba, mwanaume akaning'inizwa kwenye ubao, kichwa chini, miguu juu, lakini mwanaume akapandia kwenye nguo yake hiyo hiyo, akaenda kwenye kamba za kwenye mkono, akafungua mikono kwa meno, akafungua na kwenye miguu. Jifungulia kwa mchezo ule ule. Alipotoka mwanaume akasema, mtaisoma. Kama umekufunga usisubiri aje mtu kutoka Tambaru, atoke Sengerema, atoke Mombasa kufungue. Jifungulie mwenyewe. Ukisema hii sitaki, maana walipokufunga wakakuwekea walinzi, wanaweka malinzi, mapepo yanakulinda, mizimu inakuzunguka. Ukitaka kwenda hivi mizimu na wewe, ndio maana unakaa kwenye hali fulani ya kuokoka, halafu wewe unasema nasikia tu kuchoka. Kwa nini? Wanakuchosha hao ili upigwe. Ukitaka kwenda mbele zaidi unasikia kuchoka. Ukitaka kuomba sana unakwenda kuchoka. Wanakuonyesha shughuli zenye muhimu ili udumu kwenye mateso. Kinachoweza kukutoa kwenye mateso ni ibada ya kufunga na kuomba. Kwa nini inaitwa kufunga? Tunaposema maombi ya kufunga, unawafunga kwanza hawa maadui wanaokuzunguka, unawafunga, unaanza kusema na Mungu wako. Ndio maana ya kusema kufunga, halafu unafanyaje? Na kuomba. Unapokualika kuja kwenye maombi ya kufunga, unaacha, unaharibu mwenyewe, lakini bado hujachelewa, maana mbingu bado ziko wazi. Juzi jana tulimaliza maombi hapa, na mbingu ziko wazi, yeyote ajifungue. Sasa ni maombi ya vita. Funga Biblia, weka pembeni.